Nilisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka sahihi. Ninakubaliana na kutambua kwamba masharti yaliyowekwa katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba ukiukwaji wa masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Masharti ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Sheria ya utumishi wa umma. Sheria ya ununuzi wa umma. Sheria ya kudhibiti mgongano wa maslahi na sheria nyingine za nchi. Na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Asanteni, nitaomba msaini na tunamtasaini. Ndugu mkuu wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa madiwani, mkurugenzi wa jiji ambaye ndiye katibu wetu wa baraza hili, katibu utawala wa wilaya yetu, viongozi wetu wa chama tawala wakiambatana na mwenyekiti wetu wa wilaya ndugu Said Sinde, wakuu wote wa Ilala na wataalamu wote wa halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote mliojumuika nasi, wazee wetu na baraza zima la halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam waliowakilisha hapa, natambua uwepo wenu, ndugu waandishi wa habari, wanafamilia mbalimbali ambazo wameambatana na ndugu zetu waheshimiwa madiwani, natambua uwepo wenu, wageni wote waalikwa, mataasisi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Sasa kwa sababu ajenda hii ni ajenda ya mwisho ya kufunga kikao hichi, na mimi natamani nizungumze mengi ambayo yapo ndani ya halmashauri yetu, mipango na mambo mbalimbali. Kwa heshima na taadhima, kwanza nichukue nafasi hii kumkaribisha kaka yangu, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya yetu ya Ilala, Mheshimiwa DC, kaka yangu Edward Mpogolo, kuja kusema kidogo. Karibu sana. Karibu uje kusema kidogo, alafu nitaendelea. Karibu. Nitoa nafasi kutoa pongezi sana na shukrani kwa niaba ya serikali kwa kumchagua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika wilaya yetu ya Ilala, Mheshimiwa Rais alipata zaidi ya kura 1,200,000. Ni karibia 1 ya 30 ya kura zote Tanzania nzima. Jipigieni makofi.
wa ACT na Chauma. Naomba tuwapigie makofi sana. Lakini pia tuwapate nafasi viti maalum kwenye wilaya ya Ilala. Tunao upendeleo wa kutosha. Tunao wabunge wa viti maalum katika wilaya yetu sio chini ya 3. Ni jambo kubwa na la kumshukuru Mungu wetu sana. Asante sana. Tunawashukuruni sana. Lakini kipekee ni washukuru. Wakati wa mchakato wa uchaguzi kulitokea na jambo fulani la sintofahamu. Mlikuwa imara na ukaenda vizuri barabara. Kipigeni makofi kabisa. Tunawapongeza na tunawashukuru sana. Lakini niwapongeze kupitia wilaya yetu ya Ilala, amesema mkurugenzi, tumempata spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru rais wetu. Ametuona wana Ilala, ametushukuru kwa kutupatia spika. Na wabunge tunawashukuruni, mmemchagua kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa Zungu, tunasema asante sana. Lakini haikuishia hapo. Mheshimiwa rais akatupatia naibu waziri, dada yetu Rahma. Tunamshukuru sana Mheshimiwa rais. Ameendelea kutuheshimisha wana Ilala. Hivyo tuna kila sababu, Mheshimiwa Mstahiki Meya, kumshukuru sana. Na nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali, Mheshimiwa Mstahiki Meya, nikushukuru na kukupongeza sana. Hongera sana. Mchakato wako wa uongozi sio mdogo. Ulianza mbali. Ulianza wakati tunatafuta udiwani. Mwenyezi Mungu aliendelea kuwa na wewe, ukafanikiwa. Mchakato wako ulikuja kwenye kura za maoni wakati unatamani kuwa meya wa jiji letu la Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu alikupa baraka, jina lako likarudi. Tuna kila sababu ya kuungana nawe kumshukuru Mungu, lakini kushukuru kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Ili kuona unafaa miongoni mwa madiwani wenzako 4 ikawarudisha. Ukafanya mchakato ndani ya chama, ukaibuka mshindi. Hongera sana. Sisi tumechaguliwa. Baada ya miaka 5 tutahojiwa kwa kile tulichoahidi wananchi wetu. Hawa ajira yao ni ya kudumu. Hivyo basi, tunapokwenda kufanya kazi, tusimamie maslahi ya wananchi wetu na wapiga kura. Ndugu zangu, leo ni siku ya historia. Tumepata meya mpya, kijana kabisa, lakini tumepata naibu meya mpya. Sisi kwa pamoja tunakwenda kushirikiana na madiwani, tunakwenda kushirikiana na watumishi, tunashirikiana na serikali, tunashirikiana na wananchi wetu kuhakikisha kwamba jiji letu tunakwenda kufanya maendeleo ya haraka sana. Baada ya kusema hayo, kwa ruhusa yako Mstahiki Meya, naomba nikushukuru sana, nikutakie majukumu mema na Mwenyezi Mungu awabariki kwa mwendako. Asanteni kwa Asante sana Mheshimiwa Meya. Sasa kwa sababu watu wote waliokuja hapa waheshimiwa wamesema mengi, na mimi sitaki leo niwe msemaji sana. Nitasema tu vitu vya uchache. Kwanza kubwa, napenda nitoe shukrani za dhati kwa ndugu zangu waheshimiwa madiwani kwa kunichagua kwa kura nyingi sana katika nafasi hii ya umeya wa jiji la Dar es Salaam. Ni dhamana kubwa ambayo kiukweli niwaahidi nitakwenda kuitekeleza kwa uadilifu mkubwa, weledi na kujituma bila kuchoka. Lakini ndugu zangu na waheshimiwa madiwani, nichukue fursa hii ya kuwapongeza nyinyi madiwani wote mliochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliopita.
Najua changamoto zilikuwa nyingi, lakini tumepita salama. Kwa hiyo niwape sana hongera zenu na poleni na changamoto, lakini tumepita salama. Aidha, ninatambua jitihada kubwa zilizofanywa na baraza la madiwani lililopita ambalo lilikuwa linaongozwa na kaka yangu mstahiki meya mstaafu Saidi Omari Kumbila-Moto. Wewe ni senior, na mimi nataka nikwambie, katika uongozi wangu na kuomba mbele ya baraza hili na wageni waalikwa, uwe mwalimu wangu wa kunielekeza ili niweze kufika na kufanikisha. Shukrani sana. Kipekee pia kwa kazi kubwa hiyo iliyofanywa na baraza lililopita. Natambua zipo changamoto ambazo zipo, na sisi fursa yetu au kazi yetu kubwa baraza hili la madiwani ambalo liko sasa hivi ni kuhakikisha tunakwenda kufanya kazi kwa kupokea kijiti hiki, kuhakikisha tumemsikia hapa mkurugenzi, ilikuwa makusanyo mapato ni milioni 132 na target inakwenda mpaka milioni 152. Mimi nataka niwaombe ndugu zangu, katika kupokea kijiti hichi kipya cha baraza hili, twendeni tukafanikishe zaidi ya yale ambayo watu wanategemea. Kwa umoja wetu, kwa maarifa yetu, kwa uwezo wetu, tukafanye kazi, tuhakikishe tunaongeza mapato katika jiji letu, jiji la Dar es Salaam. Nataka pia kwa licha ya mafanikio ambayo yapo, lakini ufanyaji kazi wetu utategemea na utatoa uelekeo katika kile ambacho sisi tunahitaji. Ametoka kusema hapa Mheshimiwa DC, mauchaguzi yashaisha, kila kitu kishaisha. Sasa sisi kama baraza la madiwani kwa kushirikiana na watendaji, twendeni kwa umoja wetu, kwa sababu mimi nataka niwaambie madiwani sisi ndio viongozi na wafanya maamuzi, lakini watendaji ndio injini ya utekelezaji katika kufanya maamuzi yao. Sasa tukiwa tunaenda njia tofauti, hatuwezi kufanikiwa. Kwa mkurugenzi, nikuombe na watendaji wote, nichukue nafasi hii kukwambia kwamba natambua tunazo kanuni, sheria na utaratibu na miongozo ambayo inatuongoza katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Madiwani wenzangu, twendeni tukasimamie sheria, kanuni na taratibu ambazo zinatuongoza ili tuweze kuliongoza baraza letu la madiwani. Sitopenda mtu kwa utashi wake, sitopenda mtu kwa mawazo yake, ikiwa ni watendaji, ikiwa upande wa mkurugenzi, ikiwa upande wa sisi madiwani, atokee tu aseme si tunaenda hivi, wakati sisi tunazo sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza. Tuzisimamie sheria na kanuni na taratibu hizo. Lakini nataka niseme kitu kimoja. Tumefanya chaguzi za kamati hapa, wamepatikana wenye viti na wajumbe. Mimi narudia tena, ni hamsa samawati. Ajenda yangu kubwa ni kuhakikisha katika kamati hizi kubwa madiwani wote wanapata nafasi ya kushiriki na kuwa katika kamati hizo. Mwaka huu tumeanza hivi, mwakani tutaenda vingine, ili mradi kila diwani aweze kushiriki katika kamati hizi. Natambua mkurugenzi, kila mtu anatamani kamati nzuri, na mimi kama binadamu, na mimi natamani kila mtu awepo katika kamati hizo, ili tusiwe na bias, tusiwe na nini, tuwe watu wamoja,
tusiwe na makundi. Tunapopata kitu pamoja, tunakwenda pamoja, sawa sawia, hakuna mtu kupendelewa, hakuna mtu kafanyaje. Hayo mambo katika uongozi wangu sitotaka kuyaona na kuyasikia. Narudi nyuma kidogo, niwatoe mashaka ndugu zangu. Uchaguzi umekwisha, mmenichagua kwa kila nyingi, kwa maana hii ndio mila inatuonyesha kwa sasa sisi ni wamoja. Sio mtategemea wa mtu, sina connection mtu amfikie nani apitie kwangu. Hapana, chochote unachoweza kukiona ndugu yangu diwani, mkurugenzi, watendaji, linaweza kupitia kwangu mimi likakamilika, basi ofisi yangu iko wazi, muda wote unakaribishwa. Kwa nini nasema hivyo? Wapo watu wanaweza wakajimilikisha meya, nishaona ukojewa katika viongozi mbalimbali. Natoa rai, mimi sio mstahiki meya wa mtu yoyote, ni mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam. Na hapo katika kamati ndio nitaje dadangu mmoja tulisahau jina lake, Alice Mwamongo, yuko pia katika kamati ile ya mwanzo. Alice, usije ukawa sio rasmi, nimekutaja kabisa, upo katika kamati ya fedha. Hongera sana ndugu zangu. Tutakwenda na kubadilika, lakini katika changamoto zingine mkurugenzi niliona sisi madiwani tuna mambo mbalimbali, especially katika mafunzo, semina mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Tutakwenda kuzifanya hivyo kujijengea uwezo, lakini kubadilishana mawazo na madiwani wenzetu wengine wa nje ya nchi na sehemu mbalimbali. Kwa katika hilo pia natamani kila diwani apate nafasi ya kushiriki katika hilo. Kwa kokote tunatokea mkurugenzi, tutapanga utaratibu jinsi gani tunaweza kwenda, ili mradi tu tuweke umoja na mshikamano katika maeneo. Nimeamua kusema hivi hapa kwa sababu niliyasikia na nayaona. Kwa hiyo natamani tuwe pamoja, tushikamane, tusiwe na maneno ili tuweze kujenga jiji letu, jiji la Dar es Salaam. Ndugu zangu, kwa umuhimu mkubwa, tumetoka katika chaguzi, lakini kuna mambo yametokea. Nichukue nafasi hii, msitegemea mimi ni kijana kama nilivyosema. Baada ya uchaguzi kulitokea machafuko ambayo yamesababishwa na vijana sisi. Nataka nitoe rai kwa vijana wenzangu. Vijana sisi tuko zaidi ya 65% katika nchi hii. Sisi ndio tunaweza kuijenga nchi yetu au kuibomoa nchi yetu. Niwaombe sana, katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tuna fedha za mikopo 10%. 4% inaenda kwa vijana, 4% inaenda kwa kina mama, 2% inaenda kwa watu wenye ulemavu. Vijana wenzangu, njooni tukae, tudiskasi ni jinsi gani, ni namna gani tunaweza kujikomboa katika mambo mbalimbali, especially mambo ya kiuchumi. Mkurugenzi, nikuombe, natamani katika uongozi wangu fedha hizi za mikopo ambazo zinatokana na halmashauri zinaenda katika makundi haya, basi tuwape vipaumbele, na kama kuna changamoto za upataji katika uongozi wangu tukae tuangalie, tusipate changamoto hizo ili watu waweze kupata fedha hizo. Vijana wenzangu, tuilinde nchi yetu, tuilinde amani yetu, na kila Tanzania kwa nafasi yake, especially jiji la Dar es Salaam, kwa sababu katika machafuko haya tumeona pia jiji la Dar es Salaam ni moja jiji ambalo machafuko yametokea. Tutumie nafasi hii kuunga mkono juhudi za serikali, especially serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Maono ya Dr. Samia ameyasema akihutubia bunge, na tumesikia juzi akiwa anaongea na wazee. Twendeni tukaishi
tushawishi maono yake, tusapoti juhudi za Dr. Samia katika kuleta maendeleo, katika kulinda amani ya nchi yetu ili tuweze kufanya vizuri huko. Tusishawishike vijana wenzangu. Tusishawishike na waomba, tuilinde amani ya Tanzania, tuilinde amani ya jiji la Dar es Salaam. Baada ya kusema hivyo, napenda nitumie fursa hii kuwashukuru watu wote tunaoungana leo, madiwani wenzangu, vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali, wananchi wote. Na mimi baada ya kusema hivyo nataka niseme tu rasmi sasa baraza la madiwani nimelifunga. Karibuni sana. Tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa siku ya leo ambayo tulikuwa hapa kwenye ukumbi wa Karimjee Hall wa waheshimiwa madiwani kila kiapo kwa ajili ya kwenda kuwatumikia sasa wananchi kwenye kata mbalimbali. Lakini awali ya hapo kulikuwa na uchaguzi wa meya na naibu meya, ambapo tunashukuru Mungu kwamba naibu meya amepatikana, Mheshimiwa Nurdin Bilal Sheta pamoja na naibu meya Mheshimiwa Mrema. Sasa wao pamoja na madiwani wateule madiwani wote tutakwenda kushirikiana katika kuangalia namna gani tunaweza kuwaletea maendeleo katika maeneo yetu. Kimsingi mimi ni mtu wa mazingira na mimi naamini kwamba mazingira ndiyo mtambuka. Kwa maana hiyo kwenye kata yangu nakwenda kuweka vipaumbele vya mazingira na namna gani naweza kusaidia vijana na kwa kina mama kwenye upande wa miradi ili sasa kuona miradi hii sasa inawanufaisha vijana. Tumeona namna vile Mheshimiwa Meya wetu amezungumzia swala la vijana kwenye misuala ya miradi kwa zile asilimia zinazopatikana kwenye halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwa mantiki hiyo tutakwenda kushirikiana na meya pamoja na mkurugenzi wa jiji ili kuweza kuona tunaletea maendeleo jiji letu la Dar es Salaam. Lakini pia kuona vijana wanapata fursa za ajira. Tuone fursa za ajira, na hasa mimi kama mtu ambaye naongoza taasisi ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira, tunategemea kuwatumia hao vijana kuweza kutengeneza ajira kutokana na taka zetu wanazozikusanya, kutengeneza uchumi wa mzunguko ili vijana hawa sasa waweze kupata kazi za kufanya. Namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake na namna ambavyo ameweza kusimamia katika mambo mengi, na sasa tunakwenda kushirikiana wote kwa pamoja kufanya kazi kubwa sana ya kuwaletea maendeleo wananchi wetu.